Nasema kabisa inaonekana imeshuka. Performance ambayo wameizoea wananchi ya misimu minne ambayo wanachukua ubingwa si sawa na msimu huu. Msimu huu inafanyishwa Yanga icheze chini ya kiwango. Inafanyishwa? Kivipi hapo? Uone ratiba. Nimekuwekeeni hela hapa. Kama kuna timu nyingine mwenye ratiba kama za Yanga hizi nikugeni 50 mmeshindwa. Sasa unaonaje Yanga itaenda kuchezaje kiwango hicho? Simba mbona na ratiba kama hizo? Ratiba gani? Mara ya mwisho Simba akacheza lini? Unaambia Simba na ratiba kama hizo. Mara ya mwisho Simba akacheza lini? Sisi tunajua Simba ipo likizo. Mbona Tanzania Prison anacheza hivyo? Sisi tunajua Simba ipo likizo. Jana akatoka kucheza Singida. Subiri kwanza, Yanga anaenda kucheza na Mtibwa. Labda nikugee mweke nyingine. Yanga anaenda kucheza na Mtibwa. Mara ya mwisho Mtibwa alicheza lini? Sasa alikuwa anakaa anasubiria Yanga. Hawe hujui hata Mtibwa akacheza lini mara ya mwisho. Maana akakaa anamsubiria Yanga. Sawa, nasema mimi swali langu ni kwenye kuheshimu hoja ya mtu. Wake wanasema fikra huru, kila mmoja anakuwa na maoni yake. Hoja inafia wapi hoja ya shabiki wa Yanga anayesema halizishwe na kiwango cha kocha? Haulizishwi, unapata wapi kulizishwa na kocha? Kwa sababu kocha aende kukaa uwanja wa mazoezi. Muda wa kwenda kukaa na wachezaji wake uwanja wa mazoezi hakuna. Wangu Kajenjele, labda kitu kimoja nikusaidie sehemu moja. Shida yake wachambuzi wengi wa Tanzania waende kuchambua mpira, wanaenda kuchambua ushabiki. 99%. Nikuulize swali. Yanga mechi na Azam wamemaliza saa 4 usiku. Sawa? Saa 4 usiku, asubuhi ya pili Yanga imesafiri. Si ushaelewa? Inaelekea wapi? Arusha. Wamefika Arusha saa 7 mchana. Kwa maana wachezaji hawezi kufanya mazoezi. Jumatatu wewe. Saa 7 mchana. Maana wachezaji hawezi kufanya nini? Mazoezi. Siku ya pili Jumaa ngapi? Jumanne. Jumatano mechi. Kocha anaenda kuwafanyia mazoezi magumu wachezaji. Kwa mfano wewe ndio kocha. Alafu akacheza mechi, inawezekana? Au kocha anaweza kwenda na wachezaji kwenye uwanja wa mazoezi kuangalia makosa yaliyopita mechi na Azam? Muda huo upatikani. Kwa hiyo kama muda kocha hapati, unaenda kumkosoa wapi? Tunaangalia mechi tuliyomaliza ya jana. Sawa, tunakuja taratibu, ndio tunataka kumdiscuss mwalimu. Sababu mwalimu hawezi kumdiscuss wewe ukakaa kwa hoja yako ukasema mwalimu hafai bila hoja ya msingi. Tuletee hoja. Mimi ukiniletea hoja nitakubali. Ila sio ukuje kwa mwamko. Baada ya kumsikiliza mchambuzi fulani kapewa hela wewe ukamsikiliza ukaja kwangu mimi. Mimi siwezi kukubali kitu hicho. Yanga kamaliza jana mechi. Sawa? Saa 12. Sawa? Saa hizi Yanga tunazungumza mimi na wewe tayari ipo uwanja wa Julius Mwalimu Nyerere. Kwa sababu ndege ya kutoka moja kwa moja Arusha kwenda Dodoma hakuna. Sawa, saa hizi saa ngapi? Si saa 7? Sasa hivi saa 7. Yupo Julius Nyerere. Apate ndege nyingine ndio wapi Dodoma. Maana Dodoma ataingia katika saa 10 au saa 11. Kuna mazoezi? Kesho Jumaa ngapi? Jumamosi Yanga anacheza. Mwalimu anaendaje uwanja wa mazoezi kwenda kuangalia makosa aliyomaliza na TRA? Hapo mwalimu anaenda kumsema wapi? Kwa hiyo wanaomsema aliyekuwa na hoja ya kocha hafai, hilo umemjibu vizuri. Ndio maana nikakwambiaje? Wale Yanga muamko. Kwa sababu kuna Yanga muamko. Kipindi hichi kwanza watu wache. Umejibu vizuri. Kuna Yanga wanaopenda Yanga ikishinda. Kuna sisi tunaopenda Yanga wakati wote. Ikifungwa yetu, ikitoa suluhu yetu, ikishinda yetu. Kwa hiyo ukiona wewe unataka Yanga ishinde tu, ikifungwa au ikitoa suluhu inakuuma, tupishe kwanza. Hapo umejibu vizuri. Swali langu la pili, nadhani itakuwa la mwisho. Inafia wapi hoja ya anayesema kwa sasa Yanga imeshuka kiwango? Maana ya kushuka, kwanza ukiniambia Yanga imeshuka kiwango, mimi sikuelewi. Yanga ina pointi ngapi? 37. Nani kampita Yanga 37? Hakuna timu ambayo Yanga ndo anaongoza ligi. Hakuna Msimu uliopita mzunguko wa Yanga, mzunguko wa kwanza Yanga alifungwa mechi ngapi? Mechi mbili. Mzunguko mwaka huu kesho kutwa Yanga anaenda kumalizia mechi ya pili. Yanga akafungwa ngapi? Mechi ya mwisho. Sasa unasemaje Yanga imeshuka kiwango? Nataka jibu kwenu. Yanga hapo naipataje imeshuka kiwango? Performance ya uwanjani ya msimu huu. Kwa hiyo nyinyi mnaangalia timu kupiga pasi au pointi 3? Kwenye ligi watu wanataka pointi 3 au wanahitaji kupiga pasi? Rhythm ya Yanga wanachokizungumza wao imeshuka kutoka ile ya mwaka jana mpaka hii ya mwaka huu, ndo wanachokilalamika watu. Wewe umeelewa? Bado huyu. Wewe umeelewa bado? Swali la kuuliza la kwamba hoja ya anayesema Yanga imeshuka kiwango inafia wapi? Majibu yako mimi nimelizishwa nayo. Labda kunyongeza kidogo.
Inatajwa kwa sasa Simba ni bora kuliko Yanga. Hiyo hoja inafia wapi kwa upande wako? Oh, Simba ni bora kuliko Yanga kwa sasa. Kwa mtizamo wake mimi naona sio bora. Tueleze. Sehemu moja. Mimi naona sio bora Simba mpaka sasa hivi karuhusu kafungwa. Kafungwa mechi moja na Azam. Sawa? Yanga hajafungwa. Ndio. Katika timu iliyoruhusu goli ndogo ndani ya ligi kuu mpaka sasa hivi ni Yanga Afrika. Tukatai. Sawa? Katika timu isiyofungwa mpaka sasa hivi ndani ya ligi ni Yanga. Timu inaongoza goli nyingi ni Yanga Afrika. Unampataje Simba bora kuliko Yanga? Ni gesi vya Simba kuwa bora kuliko Yanga. Rhythm ya uwanjani, watu wanazungumza mpira uwanjani. Kwa hiyo mnaangalia mpira uwanjani sio namba za mpira. Hapo ndio kuna shida wachambuzi wa Tanzania na mimi kwangu. Mimi ujue nafuata namba za mpira na ndio duniani watu wanaangalia. Watu waangaliwe kupiga pasi. Mpira waangaliwe kupiga pasi she wangu. Mpira ni namba. Hakuna ligi Tanzania bara timu yenye namba kuliko Yanga mpaka sasa. Kiufupi nyinyi hamtaki nyinyi mpira uchezwe, nyinyi mnataka matokeo. Kwani ndo tuseme hivyo. Subiri basi. Wewe timu yako unaipeleka kwenye ligi ikapige pasi au ikachukua kombe? Na soro ndo tuseme hivyo. Nyinyi mnachotaka matokeo. Mimi nakuulizeni swali. Timu unaipeleka uwanjani ikacheze ikachukua ubingwa au ikapige pasi? Tunataka ipate matokeo. Matokeo. Lakini na mpira mzuri pia. Hakuna timu duniani inataka matokeo na mpira mzuri. Jose Mourinho kaitwa special one kupiga pasi au kuchukua makombe? Kuchukua makombe. Asante, asalamu alaykum. Umejibu vizuri sana. Mimi naomba nimalizie mimi swali langu kabla sijakuacha. Umejibu vizuri. Naomba nimalizie kwenye hoja ya wapo wanaosema Yanga kuna Faridi Musa, kuna Abubakar Salum Chwaboy, yupo Kibwana Shomali. Hawa sasa, hiyo ni mtazamo wa mtu. Hawa wangeweza kuisaidia timu kwa kipindi hiki ambacho anapitia nyakati ngumu, ambapo wachezaji wa kikosi cha kwanza wengi wamepata majeraha. Anayehoji kwa nini kocha siwachezeshe hawa? Sasa hilo lipo chini ya mwalimu, sio langu mimi. Na pili, mimi naona kuna watu wanachezeshwa. Kwa nini unamzungumzia Faridi? Kwa hiyo anavyocheza yao hafai kucheza? Anafaa. Sio mchezaji wa Yanga? Anafaa. Alikuwa anaanza? Aanzi. Sawa. Tunakuja Mwanengo. Yanga alikuwa anaanza? Aanzi. Kwa nini anachezeshwa? Kwa hiyo asichezeshwe, achezeshwe Faridi. Mwalimu anaomwangalia anaofanya vizuri mazoezini ndio anaocheza. Mwalimu hawezi kwenda kusikiliza shabiki anataka nini. Hao ndio wanaotaka leo, anataka Faridi Musa acheze. Faridi Musa akishaingia kwenye timu imefungwa. Anaenda kusemwa Faridi, anaenda kusemwa mwalimu. Tumwache mwalimu afanye kazi yake. Kwa hiyo nyinyi kwa nafasi hii ambayo sasa Young Africans yuko nayo na baadhi ya michezo mbalimbali ambayo yuko nayo, kwa kumalizia, pengine kama mkikosa ubingwa msimu huu, lawama zenu mtaziangusha kwa nani? Umeongea vizuri na niwaambie mashabiki wa Yanga. Hakuna shabiki wa Yanga asiyoona kinachofanyika.